Asalamu alaykum. Sijafuata salamu. Fidi yupo hayupo? Fidi hayupo. Tumkubaliana hapa, enda chuoni. Kwa sasa hivi chuoni. Sikiliza baba Fidi. Mwanao amenipigia mwanangu na mwanangu yupo hoi kule nyumbani. Kwa hiyo mwambie mwanao na mkanye mwanao. Hivi vitendo sivihitaji na sitaki tena vijirudie. Sawa? Sawa. Lakini masuala mengine ya kitoto waacheni watoto wenyewe. Itakefika hadi sie na wetu sisalimiane tukagombana kwa sababu ugomvi wa kitoto. Sawa? Yale mambo ya kitoto yatamaliza. Aha, okay. Kwa hiyo kumbe ni mtetezi mkubwa sana mwanao, si ndio Unampenda sana mtoto wako. Na wewe hivyo hivyo. Kwa sababu kama umtete usende kuja hapa. Mwanao amempiga mwanangu. Amekutana naye njiani amempiga mwanangu. Alafu hii tabia anayo. Mwanao hapendi shule, mwanao mtoro shuleni, mwanao mtukutu, tabia zote mwanao anazo. Mwanao mwizi. Alafu kiletua kesi wewe ni mtetezi mkubwa sana juu ya mtoto wako. Sasa nakwambia, sihitaji kwa mwanangu. Mwanangu amezaliwa yule. Hata wangu kanzaliwa. Si kambara yule hajabwana mvua hapa kwamba elea. Na mimi kanzaliwa hivyo hivyo alivyozaliwa wako. Sasa nisikize nikwambie. Mwanao kuna vitu hivi viwili. Kama sio kufa, basi kwenda jela. Vinakuja na mimi naondoka. Endelea utetezo wako huo tu. Kwanza usinitishe. Sawa? Kama ni kufa na wewe utakufa. Sawa, mimi naondoka. Wewe ondoka. Hata mambo mawili hayo. Mimi usinitishe kwa lolote lile. Hapa mtaani nyewe mna chuki. Muona yule mtoto asoma, aleta mafanikio. Muona hata Kiswahili siku hizi hapigi tena. Muda wote apiga vya Kizungu. Sasa nyewe chaumiza roho. Yule atakomboa humta yule. Ndiye atakayetuongoza. Acheni shuki zenu mkimwona mtoto aleta maendeleo. Mpeni nguvu. Kazi yenu nchoyo. Sasa mimi nasema mwanangu hapa hauliwi ni nchoyo yote. Na mtu siku moja afike hapa uwanjani muue. Sitaki maswala ya kipumbavu. Kila jambo Fidi nani? Wasikia kule. Maisha ya ukweli moyo unapenda. Sema kama kupenda zambi zenyewe bora hata nizipate kwako. Mimi mwenyewe hapo wenyewe nishakupenda, nishakuelewa siku kama unakujua. Kabisa. Faridi, unajua sisi bado ni wanafunzi. Tunahitaji kusoma. Sisi ni watoto. Baada ya uanze masomo, unaanza ujinga wako. Na hili jambo lazima lifike kwa Mwalimu Bigi. Mwalimu Bigi ndo nani? Yaani wewe Mwalimu Bigi mwenyewe mshamba mchumbani. Yaani dogoli tu. Anifanyi chochote. Jui nini? Sio kwa Mwalimu Bigi tu, inafika hadi kwa wazazi. Baridi tu, simfagiliwe mzazi wako, simfagili Mwalimu Bigi. Mwalimu angeonaga sana Wewe inaonekana hizo tabia ameshazoea. Sasa na ndio maana hapendi shule. Sasa unaenda kumwambia hadi kwa analeta salamu. Sikia mwanangu Faridi. Nilivyofanya mwanangu lazima aende kusema kwa Mwalimu Bigi. Na wazazi wake lazima aje shule mwanangu, natafuta jela mwanangu. Jua jela kule kuna manyampala mwanangu. Sabiki mwana tu unamfagilia Sabiki. Sabiki mchumba hapo nyewe Mungu dereva tumfagilie sonye atumuogope tunamwogopa Mungu. Au vipi sikwambi sina fagia sakafu atufagii masufuria. Shaelewa. Wale mjomba. Au fuku mdogo wangu chai nini? Baridi hamna mchai ndogeni baridi. Mbona leo mmechelewa kuja darasani? Kilichotufanya tuchelewe ni Faridi mwalimu. Ananisumbua sana. Ananifuatilia. Eti anasema ananitaka. Kwa ina maana Faridi amefanya shule kama ya babake mzazi, si ndio? Inafikia hatua hadi anakutongoza wewe. Ina maana hajui kama wewe ni mwanafunzi mwenzie. Hili swala mzazi umenifikishia mimi nitasimama. Alafu lazima nimuonyeshe ili ajue thamani ya shule. Sawa? Kweli Ticha Bigi. Yule Faridi yule kazoea. Sisi tukimwambia tunaonekana tunamtetea rafiki yetu na ile jambo litiliwe maanani. Sasa. Kweli mwalimu. Ili swala inabidi nipeleke kitoni maana tusome kwa amani. Basi sawa. Kwa hapo mimi nishaelewa. Kama yeye Faridi ana tabia za kutongoza. Kuanzia leo hilo swala nitaanza kulifuatilia mimi mwenyewe. Na popote nitapomuona lazima adhabu kali nifuatilie. Sawa?
Nenda akasema hakuogopi. Msijali, yeye nenda sana. Sawa? Sawa. Nenda sana. Hivi huyo mtoto Faridi, huyo mtoto ni wa aina gani? Mambo aliyofanyia Kui sio poa mwanangu. Kashaenda kukandia kote mwanangu kasabigi. Hayo ndo inakuwa vipi kwa shuleni? Kandambo au si? Ndio kashafanya balaa. Yaani kaenda kukandia kukandia. Unajua kukandia. Sabigi anasema kukamata. Anakuumiza. Ila sio mwana darasa tulikuwa tunamsikiliza tu. Saa 4 kengele imegongwa, tumepita nyuma kule tumeruka ukuta tumekuja kukufuata wewe kuelekeza. Baridi Maskombiso. Baridi. Kumbe kutokaleta skandambwa hizo. So poa wanangu. Sasa wote kingia shule kazi unayo. Niachana naye nitamalizana naye tu. Ila sikia mwanangu Farida yake yule pale namkomesha. Yule mwanangu anaitwa nampiga lungu. Baridi mimi nitamalizana naye kishenzi kabisa ubabe. Sema nitasalau mwanangu. Baridi Maskombiso. Hivi wewe Faridi, wewe unajiona nani katika hii shule? Yaani wewe unajiona stilingi, wewe unajiona adui kubwa, au wewe mtoto unajichukulia kwamba sisi tunakuogopa? Sikiliza nikwambie. Mimi sipendi kuishi, yaani unione mimi kama adui kwako. Mimi nataka wewe uipende shule, usome ili mradi baadaye elimu kusaidie. Lakini unanidharau. Inafikia hatua sasa unaizalau ile serikali yako. Kwa nini upende shule? Mimi najua wewe mwalimu Bigwa mimi unipendi. Ndio maana mimi naona udwanzi siji shule. Yaani kabisa mimi najua kabisa wewe darasa letu ndio unatongoza vizuri lakini wewe kabisa mimi unipendi. Sikiliza Faridi. Mimi ningilikuwa sikupendi nisingung'ang'ania wewe upende shule. Nisingeng'ang'ana mimi sasa hizi kuacha muda wangu wa kufundisha kuja Machimba kukutafuteni nyinyi. Napenda usome, napenda ujue elimu ili baadaye uje kuisaidia hii taifa. Baba yako anakutegemea yule mzee Songolo. Wewe mtoto wa aina gani? Haya sawa. Umemfanya nini Kui? Kui kakwambia nini? Umemfanya nini Kui? Yaani wewe umri huo unajihusisha na masuala ya mapenzi? Wewe kumtongoza Kui? Unatakiwa wewe Kui umuone kama dada yako. Na Kui akuheshimu wewe akuone kama kaka yake. Lakini nafikia tu unamsimamisha eti unamtaka wewe utampa nini Kui? Wewe unajionaje medali sasa hivi? Kui mwenyewe mshamba, mwenyewe pia wewe tu mshamba. Mshamba. Wewe mtoto wewe, ipo siku utakuja kukumbuka ya maneno ninayokuambia. Na lazima niende kwa mzazi wako ili ajue kama wewe ni mtoro upendi shule. Mbavu mkubwa. Mzee, si tumekuchoka. Hivi kwa nini mwanao mfundishi? Kwa nini ukaene chini? Mbona tunasikia una sifa nzuri, lakini kwa nini mwanao amekuwa hivi? Kila siku fidi. Tumechoka mzee Songolo jamani. Hebu tuone huruma wazazi wenzio bana. Sisi kila siku mwanangu ananunua madaftari, penseli, peni, anarudi vyote hana. Juzi tu babake mwenyewe anahangaika kwenye milaba huko nini kumtafutia mwanae madaftari, lakini wewe sasa mwanao kila akilalamikiwa kwako unamkania. Kwa nini sasa? Mimi nimechoka. Tena nimechoka haswa. Hivi unajua kuchoka wewe? Mwanangu mimi namlea mwenyewe, mimi ni single mother. Mwanangu hana baba. Kila siku mwanangu hana begi. Nimechoka kununua mabegi, nimechoka kununua uniform, nimechoka yani mimi nimechoka karibu kuchanganyikiwa. Kidole na macho hicho. Mwende kuja kwanza mkanisalimia. Halafu tukakaa tukazungumza tukajua tatizo ni nini. Lakini mimi na swasi nyewe kweli hamujafundwa. Halafu hamujachezwa. Kwa sababu kama munchezwa
Basi kwanza mwende kuja mkanisalimia. Sasa mwataka munitoka huko muje hapa munitukane. Sasa hizi tambia halisi kutoka kwangu. Miende ninemfundisha. Na kama mbangi yeye avuta mimi natafuna. Na kama mwataka munirudishe enzi zangu za nyuma hasa, basi mtaumia. Mimi ni mkorofi kweli kweli. Wote mwanijua hapa. Mwataka nirudishe enzi za nyuma nilivyokuwa. Hatujali. Kama hamjali subirini hapa. Ngojani muone tabia. Atungua gapi? Yaani mimi sipaga vikao gapi wewe mzee ni kuambia pimene wala dudu maana nimechoka. Kila siku nimechoka hasa. Hivyo mzee unajielewa kweli? Unamtetea mwanao kila siku wewe tu, kila siku wewe. Sasa gani nyie? Gani mlingoje? Haruta mbara mia ukuta duniani hauko, akhera atafutwa. Kumbe kujajieka hapa uzofuta. Sasa mimi nasema yoyote atakaye kuja hapa kuhusu mwanangu, wallahi nitakuja nikata kichwa. Kama nkufungwa nkafungwe, kama wataniroga potelea bondeni. Sitaki ujinga wenu. Kila siku mie, kila siku fidi. Lengo lenu nini nyie? Mbona watu wa ndama? Mlivona tumpiga mapema tu.